Tunasonga mbele kidogo, tunaangalia kusudi la Mungu mwaka huu. Nasema kusudi la Mungu ni malengo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Aliloweka kusudi lake Mungu kwako ni malengo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yaliyobeba malengo ya Mungu kwako. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kusudi la Mungu ni malengo ya Mungu yaliyobeba kusudi la Mungu katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amekuwa na lengo kwako. Amekuwa na kusudi kwako. Ameweka mpango kwako kwamba wewe umtumikie. Kwa hiyo yale malengo ya Mungu ndiyo yanayofanya wewe utambue umuhimu wa Mungu katika maisha ulio nayo. Mpigie Yesu makofi na vigelegele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunakuwa tuko bora sana tunapofika mahala tunatambua yale ambayo Mungu anatutendea. Tunaona hata Yesu Kristo akashangaa. Ameponya watu 9 akarudi mmoja. Na wengine kenda, si aliuliza eti watu wa Mungu. Aliporudi yule mmoja, si alimuuliza kwamba nimeponya 10, amerudi mmoja. Na wengine kenda, hii kenda ni Kiswahili au ni nini sijui. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Amen. Ni kwa nini kusudi ni lengo la Mungu? Usome mstari wa 26 hapo tulipokuwa hapo. Soma mstari wa 26 tuone. Ni kwa nini tumeona kusudi la Mungu ni malengo ya Mungu yaliyobeba malengo ya Mungu na azimio la maisha yako. 26 anasemaje? Tusoma. Kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Jana tulikuwa na somo la Roho Mtakatifu. Tumeona vipengele vingi mbalimbali. Tukaona Roho Mtakatifu ni nafsi hai. Tukaona Roho Mtakatifu ndiye anayetusaidia katika kutembea kwetu ili tutembee karibu na Bwana au na Yesu. Tusimuache. Yeye ndiye anayetuonya. Ndio maana unaona tunasoma anatuambia hivi, hata anatuombea. Bwana Yesu asifiwe. Anatuombea. Lakini tukaona sehemu nyingine kwamba huyu Roho Mtakatifu ni mwalimu aliyeshuka kutoka mbinguni ili alifundishe kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Ni mwalimu aliyeshuka kutoka mbinguni. Lakini tukaona kwamba elimu Roho Mtakatifu anafundisha kweli, anafundisha kweli. Tukajua kwamba kweli ni nini? Tukajua kweli ni elimu ya Mungu ambayo inafundishwa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kweli ni elimu ya Mungu inayofundishwa na Roho Mtakatifu ili kulisaidia kanisa na watumishi ili waweze kupiga hatua za kiroho, wasiweze kuwa wachanga kiroho hata kiutumishi pia. Mpigie Yesu makofi na vigelegele. Ndio kazi ya Roho Mtakatifu. Na tunaona katika 26 anasema kadhalika naye Roho hutusaidia katika udhaifu tulionao. Maana yake kama hakuna Roho Mtakatifu, ukawa na roho mtakafujo, maana yake hauwezi kuenenda na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna roho mtakafujo ambaye anaenda kwa kukurupuka. Hakuna namna na staili ya kuenenda katika maisha ya kwako. Kwa hiyo tunahitaji tumpate Roho Mtakatifu ambaye atatuongoza ili tutembee karibu na nani? Na Yesu Kristo. Hebu mpigie makofi na vigelegele Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tukaona mahali pengine tukaona kwamba huyu Roho Mtakatifu ni Mungu. Ana tabia na akili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukiwa na Roho Mtakatifu maana yake yeye ndiye ana akili. Atakupa akili, atakupa hekima, lakini atakuendesha jinsi ambavyo yeye anataka kwa tabia yake. Haleluya. Haleluya. Tusomeni Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Maana mpinga Kristo yupo anaendelea kusumbua watu.
Mpinga Kristo yupo, anaendelea kusumbua watu. Tusipoisoma Biblia, tunajikuta hata Mungu ametutendea mambo mazuri, maana yake tunamwacha kumshukuru kwa sababu tu kuna watu ambao wametupiga juu ya huduma zao. Bwana Yesu asifiwe. Tusogee kidogo tumalizie. Inawezekana mwaka uliopita hukutimiliza vizuri. Aidha ulikutana na vikwazo au ulifanya ila ukashindwa kufikia malengo. Na mwaka huu sasa Mungu ameweka kusudi lako tena ili utimilize yale ambayo umeachia au unatamani Mungu umtumikie kwa namna gani. Bwana Yesu asifiwe. Ili kusudi la Mungu huaga halizuiliki. Labda tu mtu mwenyewe mhusika alizuia kwa dhambi alizo nazo. Kusudi la Mungu linaishi. Bwana Yesu asifiwe. Kama mtu akilizuia tu kwa maisha yake aliyo nayo, maana yake nini? Ndipo litakapokoma au asitambue umuhimu wake. Bwana Yesu asifiwe. Yaani anaacha kujitambua kwamba yeye ni mtumishi wa Bwana. Maana yake kila jambo anataka alichanganye tu. Kila jambo alichanganye tu. Kila jambo anataka alione kwamba mambo yote sawa. Kama wimbo wale. Bwana Yesu asifiwe. Ule wimbo nao saa nyingine huaga unanibariki sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hapa kwa sababu tunaongea na tunafundishana, kanisa lazima lisome neno la Mungu, litegemee uongozi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haya tunafundishana ni mbinu. Kama usiposikia, mimi nimenyamaza. Wanaimba wale Warumi 1 anasemaje nani? Warumi 1:21. Ni ibada ya kumshukuru Mungu. Taka nielekee mwisho kidogo. Nielekee mwisho. Warumi 1:21 na 22. Soma, anasemaje hapo? Warumi sura ya kwanza mstari wa 21. Ndio. Kwa sababu walipomjua Mungu, hawakumtukuza kama ndiye Mungu, kama ni Mungu wao, wala kumshukuru kama leo, bali walipotea katika uzushi wao, mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza, wakijinena kuwa wenye hekima walipumbazika. Wakijiona kuwa wenye hekima walipumbazika. Bwana Yesu asifiwe. Labda tu kwa jambo hilo ndio kusudi la Mungu linakoma. Lakini kama mtu hajajichafua yeye mwenyewe au akatambua kwamba yeye ameitwa kwa kusudi gani, maana yake asijione yeye ni mwenye hekima mno, asijione yeye ameokoka kupita wengine, asione yeye kwamba amestahili kupita wengine, ndipo kusudi la Mungu linakaa ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Paulo analifundisha kanisa mahali hapa. Ndio maana anasema kwamba kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe inawezekana ukamjua Mungu lakini usimtukuze kama inavyostahili kwamba huyu ni Mungu. Maana yake kila jambo utakalolifanya wewe ndio utakayeenda kujipa big up. Unajigongea tano mwenyewe kwamba kwa kweli hapa nina akili Bwana. Unajua mipango ninavyoipanga inaenda vile vile, nashangaa na mtu fulani kwa nini anashindwa. Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu umebeba kusudi la Mungu, lakini pia haukufuata mambo ya dunia. Maana mambo ya dunia huwaga yanapita. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Kuna bwana mmoja alimchanganya mwanae. Alikuwa na kijana, akamwona ana maendeleo mazuri katika elimu yake ya msingi. Akamuuliza, hivi wewe mwanangu, hivi unafikiria nini katika masomo yako?
Akasema, baba, mimi ninachotamani au ninachofikiria katika akili yangu, nataka nifanye vizuri, niwe mtu wa kwanza darasani. Anamuuliza, ukiwa wa kwanza darasani utafanya nini? Nitaenda sekondari. Utaenda sekondari. Ukienda sekondari unafikiria utafanyaje? Nitaenda chuo kikuu, nitapasua vizuri. Ukienda chuo kikuu, nitaajiriwa sasa. Ukiajiriwa mpaka akachoka kujibu, manake anatafuta jambo moja aseme ambalo bado hajalisema. Ukiajiriwa sasa, hapo baba, nitakuwa sasa maisha yangu yamekubali wewe, nitakujengea nyumba na maisha yangu nitayaendesha kama yatakavyotaka. Na ukifanya hivyo baadaye nitazeeka. Ukizeeka, yani mpaka akachoka kujibu. Ukizeeka basi mzee, nitasubiria kufa. Akasema, hujasema sawa. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Akamuuliza swali hivi, yote haya unayoyapanga unategemea ni nani atakaye kuwezesha? Kwa sababu hakuwa na kusudi la Mungu, maana yake jibu kwake lilikosekana. Akamwambia, umche Bwana katika akili yako. Bwana Yesu asifiwe. Unajua malengo ambayo huaga tunayapanga ya kibinadamu mara nyingi huaga yako mbali na Mungu sana. Ndio maana anafika mahali anasema hivi, mawazo yangu ninayoyawazia si kama ya wanadamu. Maana anajua nini? Anajua mwanadamu huaga anawaza mawazo ya ajabu ambayo hayawezi kumfikirisha hata Mungu. Bwana Yesu asifiwe.